Yaani napenda kabisa kwa sababu mfugaji ananisaidia. Ananisaidia kwa maziwa, alafu maziwa yenyewe nauza, napata hela. Hela yenyewe naenda kununua vyombo. Yaani ananisaidia sana, tunamsomesha kwa hiyo hela. Yaani kwa njia yote ananisaidia sisi kabisa. Changamoto nyingi kwa kipindi hiki, kwanza hatuna majani. Mifugo kama ulivyoona imechoka. Kuta wakati wa majani nakuta imenenepa kweli kweli. Kwa hiyo sasa hivi mpaka tuko hapa, wengine wako sehemu ya mbali kwa kutafuta majani. Kwa hiyo ni changamoto mojawapo. Lakini hata maji hayapatikani. Ungeenda kule walikoenda kunywesha, wananywesha kwenye shimo, kwenye visima. Bwawa limekauka. Yamebaki tope tu. Hatuwezi kuacha ufugaji. Kwanza tunapenda ng'ombe. Kwa hiyo siwezi kuishi bila ng'ombe. Ndani ya ufugaji nyama siwezi kukosa na maziwa. Mimi nikikaa bila kunywa maziwa, ina maana hata naweza nikapata shida hata kwenye koo. Yaani kwa kipindi hiki ikikosekana, ina maana sisi tunaumwa kabisa mpaka unaenda hospitali. Kwa staili tunayoishi sasa hivi tunaishi kienyeji, lakini tungepata shamba ya kulima, kuweka majani, kupanda mbegu, sababu mpaka sasa hivi tunalazimika kwenda kwenye maduka kununua pumba na kuja kualisha ng'ombe ili mradi kuwasaidia. Nafikiri ile staili naye tukibadilisha kidogo kwa hali hiyo, tunaweza tukapata hatua. Kwa hiyo kwa sapoti ipo, hatuwezi kusema kabisa serikali haitusaidii, inatusaidia. Lakini bado wako chini. Hatuna maeneo yale yanayotambulika kiserikali ya machungo. Nafuga kifugaji wa asili, lakini sasa yale mapori yale hakuna. Unakuta pori linachanganyikana na mashamba, kwa hiyo mifugo haipati uhuru wa kutembea na kula. Kwa hiyo serikali ingetudhamini sasa kwenye maeneo ya kuchungia, kupatia mifugo ile mapori yale ya kuchunga, ingekuwa vizuri zaidi, inatusaidia. Ng'ombe wanatunza mazingira, wafugaji wanatunza mazingira. Kwanza sisi hatukubali miti ikatwe, hatutaki. Kwa hiyo ni jambo ambalo watuboroshe tu namna ya ufugaji wetu, lakini sisi tunapenda ng'ombe na tunataka tuendelee kufuga ng'ombe.